Hivyo unanichukuliaje? Sijakuelewa kaka, unamaanisha nini kaka? Hivi wewe siku hizi naona kabisa unanipanda kichwani. Tumelingana saizi, rika langu, mshikaji. Mambo vipi Chris? Safi, mzima? Mzima za siku. Nzuri kabisa, unaendeleaje? Niko poa, sijui wewe. Mimi niko poa. Umenitenga rafiki yangu. Sio kukutenga, ni majukumu. Majukumu gani? Au uko busy na madeni zako wewe? Nakujua wewe. Shasha hizo habari. Nilipata kazi ndio maana nipo busy sana. Nilipata kazi. Watu mkishajipata, yani mkianza tu kujipata kidogo mnasahau kabisa. Sio kwa sahau. Hivi, yule kakako anaitwa nani? Kakaangu yupi? Maana mimi na kaka zangu wawili. Kakako yule, kuna yule. Achana na yule bonge sasa. Yule anaitwa Chikila. Wow, anaitwa Chikila? Ndio, ni Chikila yule jina lake. Jamani, ana jina zuri kama yeye mwenyewe. Shaanza utani wako. Mbona jina la kawaida? Jina zuri yani. Sijai kulisikia kwanza. Jina zuri. Hivi ni kakako kabisa yule? Yaani yule. Yaani anazaliwa yeye nafuata mimi. Maana yake mimi ndo mdogo wake. Kweli? Kweli. Mnaishi wote nyumbani? Tunaishi wote. Yeye akiondoka asubuhi, tukiondoka tunakutana jioni nyumbani. Kwa hiyo yani tunaishi wote. Anajishughulisha na nini hivi? Yeye alipata kazi huko Kariakoo, anaondoka asubuhi anarudi jioni, ndo kuna ofisi yake huko. Namuonaga yuko busy yani. Yuko busy akipita pale dukani kwangu yani yupo mtu yani hata asalimie, yuko serious. Yaani yule ni yeye na kazi. Yaani yeye hasa akiwa na kazi yupo serious sana na mambo yake. Wanasema anataka kuwahi, sijui tutakutana siku nyingine. Usiwe na haraka kwanza. Nitaka uniambie taarifa zake kidogo kuhusu wewe kaka yako. Taarifa kama zipi sasa? Hivi si ana mchumba yaani yule mchumba hana. Wewe Kristo wewe. Mimi sinakwambia ukweli, yule mchumba hana. Anaye bwana, unanidanganya. Na habari za wanawake huwa hataki hata kuzisikia. Wewe unasema kweli? Mimi sinakwambia sasa kwa vile alivyo handsome vile Kristo wewe. Kweli kabisa, niamini mimi. Jamani. Kaka yuko vizuri sana. Ndio hivyo, mimi naondoka. Basi rafiki yangu, sasa usinisuse hivyo na wewe. Wewe unatafuta unakuja kunitembelea pale shop nini fresh. Takuja siku moja kukutembelea, lakini kwa sasa na mambo mengi. Haina noma rafiki yangu. Haya sawa. Haya poa, bye. Haya. Jamani. Ile kaka kweli ana mtu. Yes. Habari njema sana hizo kwangu. Asante. Bana, mimi kilichonileta hapa nakuja kumuulizia George. Maana George hapatikani kwenye simu. Ana sijui wiki nzima namtafuta kwenye simu hapatikani. Amekutwa na nini? Kuna dharura ilitokea huko kijijini. Kuna bibi yangu anaumwa. Ndio maana unaona hapa mtaani umuoni. Kondo asipatikane hadi kwenye simu. Kwa sababu ile namba aliyokuwa anaitumia ilipotea. Kondo mahali ndio maana hata hajapatikana. Maana yeye hajarenew sileni, si ndio? Na yule aliyomsajilia hakuwepo. Hajawatafuta hata kwenye namba nyingine yoyote. Kuna namba alitupigia akatujulisha kuwa ile simu yake alikuwa anaitumia imepotea. Na ile namba aliyotupigia haipatikani tena. Hiyo ni shida sasa. Kwa hiyo mimi nitarudi. Siku akikupigia tu, nikija utanipa taarifa. Haya sawa. Haya. Karibu.
Kwanza kanijuaje? Yeye alipodai ulikuwa unapita pale ofisini kwako anakufahamu. Kwa anavyonifahamu mimi, nahisi na wewe huenda akawa nimekufahamu na kupitia mimi, na pamoja wewe unapita pale mara nyingi. Wewe nenda umsikilize, umsikie atakwambia nini. Na mambo mengi ya kufanya, labda kwa wakati mwingine. Tunaweza tukapoteza michongo mingine, wale ni watu wenye hela. Unajua ni mdogo wangu. Nadhani unanielewa vizuri. Ndio baba. Mimi na mambo mengi ya kufanya. Kwa hiyo siwezi kwenda kule. Nashukuru sana kwa kuja Chikira. Usijali. Mdogo wangu aliniambia nije nikusikilize. Kwa nimefika. Karibu sana. Asante. Unajua katika hii dunia siku zote vitu vizuri huja kwa watu ili tuweze kuvifurahia. Kama unifahamu, mimi naitwa Angel. Ni mfanyabiashara, najishughulisha na biashara za mikopo, kukopesha ujasiriamali wadogo wadogo na wakubwa. Kwa hiyo kwenye biashara zangu hizi najua nakutana na mambo mengi. Kwa hiyo niko natamani sana kupata mtu wangu, yani ningekuwa na mtu wa karibu ambaye nitashare naye vitu vingi, ningebadilishana naye mawazo, idea mbalimbali. Na nikaona wewe unanifaa kabisa. Hivyo ni sijakuelewa. Yaani una kazi unatamani mimi niwe manager au niwe ni mtu ambaye labda inakuwa labda nakutafutia masoko hivyo? Hapana Chikira, hujanielewa. Sio maana yangu hiyo. Una maana gani? Yaani namaanisha hivi, ningekuwa na mtu wa karibu ambaye nitakuwa nashirikiana naye kwenye mambo mengi. Alafu kitu kingine ambacho ukijui, mimi nakufahamu vizuri sana. Mara nyingi nimekuwa nikikuona unapita pale ofisini kwangu. Ni mtu ambaye uko busy, yani umefocus kwenye mambo yako. Hauna michanganyiko na watu wengi, yani navutiwa sana na mienendo yako. Alafu pia mdogo wako ni rafiki yangu mkubwa sana. Kwa hiyo hapa nimekaa na mtu ambaye ninamfahamu vizuri. Yaani sijakosea. Kwa hiyo haya ndio ambayo mlienda mkakaa na mdogo wangu mkapanga ili nifike hapa mniambie mambo haya. Unajua Chikira, labda naweza kana kukosea, najua pengine navunja mila na desturi za Afrika, kwa sababu kwa mwanamke kueleza mambo kama haya kidogo inakuwa so utaratibu wetu Kiafrika. Naomba unisamehe kwa hilo, niwie radhi. Lakini nimeona tu yani nikwambie ili tu moyo wangu uwe na amani. Chikira, nakupenda sana. Kaka, kwani kuna shida gani? Mbona unashinda? Sitaki uniambia mambo ya kaka wewe. Umefikiri ukakaa mkajadili upumbavu wenu ukaona kabisa mimi nastahili ya kufanywa mambo aliyofanya? Samahani kaka. Alishindwa yeye mwenyewe kuja mimi kuniambia hizo habari mpaka mkae mjadili. Ina maana nini? Mmefikia hatua sasa mnaniona mimi akili yangu na za kwenu zote zinalingana. Kaka, kumbe ni Angel kaka. Kaka, naomba unisikilize basi kidogo. Mimi umenikosea sana. Umefikia hatua kabisa kuona kwamba sasa umefikia tu unichagulie mimi mwanamke. Umeona yule niliye naye hafai. Mkaenda mkakaa vikao vyenu, mkalinganisha na akili zenu, ukaona kabisa sasa ni wewe wa kunitafutia mimi mwanamke na yule niliye naye si sahihi ili uniletee sasa.
Hapana kaka, naomba unisamehe. Hivi Haikuwa kusudi langu kaka. ni upumbavu sio? Hapana kaka. Alikuchochea? Mimi sikujua kuwa na lengo gani. Kwa alivyokuja kuniambia, muda mwingi alikuwa akinieleza kwamba anatamani kukutana na wewe, ndio nikaamua nikwambie ukakutane naye. Sikujua alikuwa na kusudi gani kaka, naomba unisamehe kaka. Naona kabisa wananipanda kichwani. Haya mambo yako maliza huko, kama ni mpango wenu malizeni huko. Likijirudia usije ukanilaumu tena. Sasa nimekuelewa, samahani kwa kidogo, naomba nisikilize. Nishakwambia yameisha au? Sawa kaka, naelewa. Samahani kama nitakukosea tena. Samahani kaka, nakuomba kama hautojali niende nikakutambulishe kwa mpenzi wangu. Nini? Hivi unaona unaniweza sana eti? Sio hivyo. Samahani nakuomba. Mtoto nikufanyeje wewe? Hivi unaona unaniweza sana eti? Nimetoka sasa hivi kukueleza haya mambo kwamba sasa hivi mipango ya kuongea habari ya mahusiano na mimi sitaki. Kuwa na mipaka, ishi kwa level zako, ishi kwa mikakati yako. Tena nimetoka kugombeza ili jambo hili, unaingia tena kuniambia habari ya mahusiano. Hivi na wewe hivi wewe na wewe sasa hivi umeshaingia kwenye mahusiano eti? Samahani kaka, nipo serious na hili jambo kaka, nakuomba. Wewe ni kaka yangu, nakuomba tafadhali. Hapana. Hizi level ulizonazo sasa za mambo unayofanya yamezidi. Sasa sikiliza nikwambie. Kama ugali wa nyumbani unaokula unakufanya una kiburi. Ugali mimi ninautafuta hapa, unaula, unashiba, unakutia kiburi, unafikia tu mpaka unaona sasa uende level nyingine, sasa mimi uniwe chini wewe juu. Samahani kaka, nakuomba. Okay. Tuwaambie kitu. Hebu niache wakati niende kwenye mapambano. Hizo habari mimi sitaki kuzisikia tena. Tunaelewana eh? Hakikisha unafahamu mambo yote yanayohusiana na wewe yakae vizuri. Nishamaliza. Kwanza tu niseme nina furaha sana kukutana na nyie majira haya. Kwa sababu limekuwa ni siku njema ambayo nadhani nimeona ni vyema pia niweze kukaa na nyie tuongee mawili matatu. Kwa sababu tumekutana, mengi natamani niasikie kwa shemeji. Shemeji, nina swali natamani kuuliza. Nampenda Chris? Ndiyo, nampenda sana. Ile kutoka ndani au ni ile tu kupotezeana wakati? Nimempenda kutoka moyoni. Sisi nadhani namsikia mwenzako. Ndio kaka, namsikia. Okay, sasa iko hivi. Ninachotamani ni washauri kwamba huwa haya makutano ya vichakani ya kila siku hayapendezi. Hayapendezi kabisa. Kwa sababu hayaleti tafsiri nzuri. Sio makutano ambayo yana muonekano mzuri. Na tunaelewa kabisa kwamba makutano ya huku matokeo yake ni yapi. Na natamani sana ni washauri kitu ambacho kitaweza kikasaidia wewe upande wako upande wa huyu. Chemeji, hivi ulisema wazazi wako wapo wote au? Ndio, wapo wote. Wapo hapa Dar es Salaam? Ndio. Nadhani umemsikia mwenzako eh? Nimemsikia kaka. Sasa mimi ninachotamani hapa kiende kuendelea ni vile ambavyo natamani mbadilishe muonekano sasa hivi wa mahusiano yenu. Msifanye mahusiano ambayo yanaweza kumuumiza mmoja wapo kati yenu. Mahusiano mazuri ni yale ambayo mkianzisha huwa mnaanzisha katika misimamo na kila mmoja ajue nyumbani kwa wapi ni wapi, nyumbani kwa wapi ni wapi. Ili wazazi wafahamu huyu ni nani na huyu ni nani. Na kama unavyoelewa Chris, nilishakuonya mara nyingi na ninazidi kukufundisha kila siku. Katika dunia tulionayo, usikurupuke, fanya maamuzi, na ukitaka kuingia kwa mahusiano mtoto wa mtu, fika kwao. Hiyo ndio kitu ambacho kitaweza kukusaidia. Na naongea mbele ya shemeji. Na naongea haya unisikilize. Mimi ni mkubwa wenu, niko hapa. Sawa shemeji, hamna shida, nakusikiliza. Kwa hiyo ninaomba sana sana
kuanzia leo mbadilishe mionekano yenu ya kujificha vichakani. Mimi niwaache nikaendelee na mambo yangu. Sawa shemeji. Nadhani Chris unafahamu ratiba zilizo tight leo. Sawa kaka. Kwa jitahidi sana uzingatie yale ambayo tunafanya kwa wakati. Sawa kaka.